Emiaka y'obugima bwaitu n'emirongo 52. Onyetore n'ekinguru ebe 53. Na obugima obwo nigo bwikire n'obukomu n'emechando. Nigo bweta bwango na intwe twairukire twairuka twasira. Thank you very much. Biblia inasema miaka yetu ni miaka mingapi? 70. Na ukiwa na nguvu sana ngapi? 80. Na anasema na hiyo miaka ni miaka ya shida, ya taabu. Hata sasa hii utaona walipitisha maji watu wakunywe dawa. Ya kwamba hivi karibuni unakufa. Whether you like it or not. Kama umekaribia hapo, panga mambo yako tayari. Weka mambo yako sawa, kwa sababu utafanya nini? Utakufa. Na ukiona umepita hiyo, shukuru Mungu. Tembea ukisema thank you Jesus, asante. Hii ni kunipendelea. Utakufa. Hata uruke hewani, hata utembee machini, hata ukue wapi, utafanya nini? You will die. Kwa sababu kifo ni pumzi ya Mungu na hii mchanga. Naamini kila mmoja wetu asubuhi alipotoka alioga vizuri sana. Na ukachipulisia kale ka perfume. Ili watu wakifika ukae karibu na watu, kwa sababu usipofika kwa sababu unakufa, unatoa harufu. Hiyo ni kufa na kufa. Na jioni ukienda ulioga, na utafanya nini? Hiyo ni kupoteza, unaharibu maji tu. Takufa. Yondai. Ya kwamba mchanga hii na pumzi ya Mungu. Uongeze mchanga, uongeze pumzi ya Mungu, kinakuwa kiume hai, kinaenda binadamu. Alafu kinatembea. Alafu kina malingo. Alafu kinasema nilisoma nikafika huko. Alafu kinasema na shamba kubwa. Na mali huko naye. Na utakufa. Sasa utakapokufa, sasa ile mali yako ndio tutakula. Na hapo tutakula, wewe kuwa mchoyo tu. Wewe na sehemu yako, tumekuja kuangalia sehemu yetu, sehemu yangu. Mimi nitakao kufa ni kiasi gani? Hao wanadamu wachoyo sana. Tena wanakupimia 4/6. Tosha. Yaani vile uko hivyo na uheshimiwa wako na kila kitu chako 4/6. Tosha. Na ingine naenda wapi? Inabaki kwa nani? Kwa wengine. Sasa ulikuwa unapigana nao kwa nini? Usikanyage kwangu. Haya. Usipite, mtu akipita hivi, jaribu uone. Lakini ujue hiyo ndiyo sehemu yako. Mali yako haijui umekufa. Ng'ombe yeye inashika kuchinjwa na kukurwa. Inashangaa, mbona mnanionea? Mungu kakipita, chukua kale kambusi, chukua. Sisi wote ni mchanga. Na katika mchanga ndio tutarudi. Tukingojea Kristo haje. Tazama mwenzako. Unaona ile style kila mtu anakaa? Angalia, mtasame tu, usimuongelee, mtasame tu. Unaona hata sura yenyewe inakaa vile inakaa. Yaani nashangaa. Kwa sababu ameambiwa atakufa. Unajua ukitaka kuambia watu mkasirikane nao, waambie atakufa. Ungewaambia wewe unaenda mbinguni straight. Yaani wewe umefika, atasmile, atacheka vizuri, atasikia umemwambia tu, utakufa. Ndio unaendai. Ila ni pastors wanakufa by the way. Hawa wanazungumzia neno la Mungu watu. Watakufa. Wao tumchanganye. Kwa nini wanakufa? Wote ni binadamu. Wapendwa, wacha niwaambie.
Sisi sote kuna kitu tulicho nacho common. Aliyesoma hakuenda shule na yule aliyetoroka kapitia dirisha ya shule, wote kitu moja. Kifo kinapokuja kinawachukua wote. Na kifo ni adui. Achagui mdogo, mkubwa na wakatikati, mke wala mume. Wacha nikwambie, katika dunia tunajaribu kujikinga na kifo, na watu wanajikinga na kifo kwa njia mbalimbali. Samani zile kule katika ile dunia nyingine, wengine wakiamuka asubuhi, akirudi na akute kuna panya ilikuwa inaenda safari yake, ikipita tu ilikuwa ina habari, ilikuwa inapita, inasema wacha ni cross hapa niende kule. Akikutana naye anarudi, anasema safari imefanya nini, imekwama kwa sababu gani? Sasa panya na safari zinaandamana namna gani? Hata wewe ukiangalia, si panya ilikuwa safari yake na wewe si unaenda safari yako. Sasa iliharibu safari. Mlipoketi kupanga, mlikuwa na panya mkipanga. Sasa mbona iliharibu safari yako? Jamani, kwa sababu kila mtu anaogopa nini? Kifo. Hata usiku tembea tu. Ukipita pale unatembea, unasikia roho inapiga. Hata ile nini, upepo ukifanya hivi kwanza unashtuka, kwa sababu unaomba nini? Usife. Sasa tunajikinga katika sehemu kwa njia mbalimbali. Wengine wanajikinga kifo isiwapate, wanatenga nyumba nzuri tena ya mawe, wanasunguza huwa ya umeme tena ya mawe. Wanakinga nini? Kifo. Tena wana uhakika. Anaweka unga pale anaitwa unga kali. Lakini sasa wacha nikwambie, hiyo unga kali si unga kali, ni mwanamke kali ndani ya nyumba. Basi leo ukiona mahali imeandikwa unga kali, ujue ni nani? Mwanamke. Kali ndani ya ile nyumba. Haya, anaweka unga pale, alafu anakuja analeta mwana mwingine na anamuita watchman. Anamweka pale kwa mlango, kwa gate hapo pale. Akatosheka, alafu anaenda pale kwa nyumba, anaweka mlango wa kwanza wa chuma. Anaenda kule ndani wa chuma, anaweka. Tena usiku analala, anakaa akisikia. Kumbe akiweka anasikia. Analala saa ngapi? Ana mzipo na hiyo yote zipo. Anaogopa nini? Mikora itakuja. Na hemu ya mikono anafanya nini? Kuja kumaliza sisi. Anajikinga. But let me tell you, atui tuliye nayo anaitwa kifo. Anakuta watchman alilala. Anapita tu. Alinuka ile fence. Kaingia kwa gate hapo. Anakuta watchman amelala. Na umba naye alikuwa amelala kule kona ile nyingine. Haya, anasonga mbele, anakuja katika hii mlango. Anapita hiyo ya chuma, anakuja. Anamkuta katikati mahali ulikuwa umekifungia kule katikati. Anakuchukua. Swali ni hili. Watchman alikuwa wapi? Naomba tujue hivi. Sisi sote tutakufa. Kifo ni ile ambayo utengano, tunarudi kwa mchanga mahali ambapo tulitoka. Lakini hata kama tutarudi kwa mchanga, lazima tuwe na tumaini. Lazima tutengeneze uhusiano wetu na moja aliyeshinda kifo, aliye mwenye uwezo, aliye mwenye nguvu. Yeye kifo sio kitu kwake. Kwa yule anayeamini, tena yeye ameukubali huyo Kristo, kifo ni usingizi. Kifo ni nini? Ni usingizi ambaye amelala, usingizi wa mauti. Usingizi wa mauti. Unajua ndiposa tuna sometimes we do practice. So tunafanya nini? Mazoezi.
Na kama hujui, wacha nikwambie leo unafanya mazoezi. Unaenda, unatandika kitanda, unaingia juu, alafu unaleta blanketi, unakifunika. Alafu unaendaga wapi? Yaani hivi ndivyo nitakavyokufa. Alafu nakuwa na mipango kesho, kesho nitaenda nifanye hivi. Nani alikwambia utaamka kutoka hiyo uzingizi? Unajua unapanga vizuri. Unapanga unasema nitaenda nifanye, kile kingine na kama hutaamka. You need to have that faith ya kwamba kunaye aliyeweka ulinzi, anayekulinda, anayekuamsha. Na akisema kuamsha, sasa wewe umfanye awe rafiki yako. Huyu ambaye anasema atakaye tuamsha watu wote ambao waliolala wapi? Mafumbini. Mtu akifa aende mbinguni. Mtu akifa na tunashuhudia anawekwa wapi? Kazi ya kuambia ati ameenda mbinguni. Msikia mwingine akisema saa hii eti anafurahia mbinguni, ana nini hapo, yeye anakula matunda ya mbinguni kule haya. Nasema anakula matunda ya mbinguni. Okay, I see. Matunda gani yeye anaenda kula mbinguni? Na kama ameenda mbinguni na kula matunda mbinguni, Yesu muongo. Yesu muongo kabisa. Basi soma hiyo, sio mwa hiyo 14 kitabu cha Yohana 14. Somea hiyo aya inayofuata hapo. Ili tuone huyu anayesema alisema nini. Yohana 14 anza aya ya kwanza kuteremka pale. Moitana sechingolo cheino anasema msihusunike mioyoni mwenu. Mumwegene Nyasaye ninje monyegene. Unapomwamini Mungu muamini na yeye. Ase nyumba ya tata nere na wamenyo bonge. Anasema katika nyumba ya Baba kunao makao mengi. Onye taibu angana wote. Anasema kasha hivyo simzike kukwambia. Wale ndane kwa baroseria ase. Anaenda kutengeneza mahali. Konda yenda kwa baroseria ase. Anapoendelea kutengeneza. Ninji tena inde. Itarudi tena. Imba. Anaenda. Mama nyirenchera. Sasa tunaposema sasa Yesu aliposema tumejua njia. Mtu akifa anaenda kule. Anakaa katika mchanga. Akingojea yeye afanye nini? Sasa ile swali ya kina mama peke yao walijibu. Wazee kimya. Wakiroho. Sasa. Kwa sababu basi hawajui. Na especially pande hii. Hapa hivi, tuko hapa hivi. Kwa hii lugha hiyo ilisoma hiyo. Tuna hiyo tabia. Hatupendi kubeba watoto. Watoto wakikuja, tunafanya nini? Nenda kwa mama yako. Hata wanajua unapokuja wanakifungia ndani. Especially basi umevaa suti yako hiyo nzuri ya gharama. Tena kana katoto kako akimbie kana matope. Kana kuja nini hapo hivyo unafanya nini? Unaita. Kwani hakuwa na watu katika hii nyumba? Kwani hakuwa na mtoto ana uchafu? Lakini mama na akifaa ile linda lake safi la bei kabisa. Akimuona yule mtoto anafanya nini? Anamchukua, anambeba. Nimezaona mama mtoto anatoa makamezi la mdomo. Mzee gani anafanya hivyo? Nani mzee gani? Hakuna. Mama wana upendo. Ajali huyo mtoto ni wake. Mama. Haya sasa. Mama umeketi pale sebuleni. Sitting room unasema. Mtoto wako alikuwa amelala. Unadu, hiyo ni lugha ya vijana. Unadu. Naona wazee hata hawana kopi ya hiyo.
Kwa sababu hakuna wakati amekaa, mtoto akalala, akiwa na ulikuwa umembeba mama pale mkononi. Unafanya nini? Unamchukua tena vizuri. Baka wapi? Alafu umekomea hapo. Unafanya nini? Unamfunika alafu. Kwa hivyo naenda wapi? Kwa nini? Kazi inakutegemea. Kwani mtoto akutegemea? Amelala, wacha pumzike. Unangoja sasa, umungoja ufanye nini? Lakini ukai pale kitandani ukingoja amke. Unaenda na shughuli zako, si ndio? Kwaenda kufanya mambo yako. Kwa sababu unatumaini atafanya nini? Ataamka. Hivyo mama wetu mzazi amelala. Na tumekuja hapa, yeye ametuacha hapa, atalapa sebuleni, habari dunia hii, amelala. Na kwa sababu amelala, tunaenda tumchukue, tumuweke katika kitanda chake, tumulaze pale, turudi, tuendeleze shughuli zetu. Kwa sababu tuna nini? Tunatumaini atafanya nini? Ataamuka. Aende mbinguni. Ndio tunamweka mahali pema mbinguni. Na siku ile pale itakapolia, hapo ndio kutakuwa na kizungumkuti. Let me tell you. Swali hili nataka kuwauliza. Wakati wa Nuhu watu walikufa. Walishikwa wapi? Yaani maji iko washika. Walioza wakaenda wapi? Chakula ya samaki. Ndio wanasema chakula ya samaki. Sasa haya, hiyo tuachane na hiyo. Watu walikufa. Watu wako mchangani. Siku ile ya ufufuo, barabara ya Mungu itakapolia, ndio utashangaa. Pale kwa sitting room yako unasema ni sitting room, katamaka tatokea pale. Kwa sababu kamesikia sauti ya Mungu, katatokea. Kaangalie. Kasema hapa hivi. Wakati unapoanza kushangaa kengine kamechomoka. Na kule kwingine kengine kamechomoka. Kwa sababu amesikia sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Watachomoka. Utatoroka hapo, utafanya nini? Utashangaa. Kwa sababu anatoka hapo mahali mashamba, watu wanapigania mashamba. Hii udongo wanapigania, wengine wameua wengine. Wengine hawaongelesani kwa sababu gani? Wengine anaendelea kusongeza ya mwingine. Anaendelea kusongeza. Nisomee Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 1:7 inasema nini? Anzia 6 na 7. Ufunuo 1. Oyo tokorete koba n'oboruoti n'abakwani ase Nyasaye ise Ndio kizi ngumu mukacheka ni ngumu. Oyo tokorete koba aboboruoti n'abakwani ase Nyasaye oyo asere obonene na okobwa wakare na kare amina. Ligere lyango chare na mare. Sasa taratibu. Tazama anakuja na mawingu. Na kere lisa na limorore. Na kila jicho litafanya nini? Wale walio usingizi watamuona. Watafufuliwa. Soma mama. Na wanyana bamuitete. Hata wale walio muua. Na abantu babisa kubyonsi byense. Yes. Na byengereri asengenjo yae nabo amen. Okay. Yeye anasema atafanya nini? Atakuja na kila jicho litafanya nini? Litamuona. Hata wale hawamtaki watamuona. Yesu anakuja na anakuja haraka sana. Lako ni kufanya uhusiano wako na Yesu uwe timamu, uwe tayari wakati wowote. Wakati wowote.
watakuja kule mbinguni. Mahali ameenda kutuandalia ni mahali hakuna maombolezo, hakuna kilio, itakuwa ni raha mustarehe. Ufunuo 21:5. Inasema nini? Nere ikarasta segero kyo banena gateba. Torana korira skora maya. Kila kitu kitakuwa kipya mpendwa. Agante byarikaya. Akasema andika haya. Ekiagera mangana ya nayo uyegenu na yekene. Hii maneno ni ya kweli na ya uhakika. Soma. Naenda agante bya. Aikire bakoreka. Njenari bana omega. Omochakano no mwerio. Oyo nerango ni mwebo sanyo korwa sensoko ya mache yogima. Ero yora buena nyoro mwanda oye. Na inche nimbe nyesa oye. Na ere nabe omwana one. Thank you very much. Yeye atakuja. Yeye ni mwanzo na nini? Pendwa, nataka kumaliza. Unajua hii ilikuwa si mahubiri. Mahubiri itakuja. Hii ni kutayarisha, tunatayarisha mahubiri ikuje. Ili ya kwamba tujue tutakufa. Tujue tutakufa staili gani? Uanze kujipanga kwa staili utakao kufa. Anasema yeye ni alfa, mwanzo na mwisho. That means hata ukifa ana nguvu ya kukufufua, ana nguvu ya kunifufua, ili ya kwamba tuende katika mahali ameenda kutuandalia. Mpendwa, Bwana atubariki, atufanye tuwe na urafiki na huyu aliye na uwezo, aliyeshinda kifo pale msalabani, aliyeonja kifo, anayejua majungu. Awe ndani ya mioyo yetu, atupe tumaini. Familia tuwe na tumaini ya kwamba yeye hapo, yeye halali wala asinzii, yeye usikia na yeye atafanya yote. Kama aliumba kutoka kwa mchanga, atashindwa kufufua wale wamelala mafumbini? Hawezi. Ana uwezo na ana nguvu. Bwana atubariki.